Katika chumba kimoja kichafu, kijana mmoja alikuwa amelala usingizi mzito. Ghafla kundi la watu likavunja mlango na kuingia ndani. Kijana huyo alishtuka na kuamka bila kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Hata hivyo, wale watu hawakusema mengi, walimwangusha chini mara moja na kumpiga pingu. Ilibainika kuwa ni polisi walikuja kumkamata, wakimtuhumu kwa kesi ya ubakaji na mauaji. Kituoni, Kwang hakuweza kutulia. Polisi walimwonyesha picha ya kisu kilichokuwa na damu walichokipata chumbani kwake. Kwang alisema kuwa hakujua ni kwa nini kisu hicho kilipatikana chumbani kwake. Alitaka kueleza zaidi, lakini polisi hawakutaka kumsikiliza. Mwenza aliyeuawa alikuwa msichana mdogo na eneo la tukio lilikuwa la kutisha. Polisi walipata alama za vidole za Kwang na hata mbegu zake za kiume zilipatikana ndani ya mwili wa msichana huyo. Sasa ushahidi wote ulikuwa wazi kiasi kwamba hangeweza kukataa, lakini Kwang aliendelea kusisitiza kuwa hana hatia. Jana yake Kwang alikuwa akicheza mchezo kwenye internet na wenzake. Baadaye aliona simu iliyokuwa imeachwa na mtu. Mmiliki wa simu alimpigia akamwambia ampatie simu hiyo, akamwambia atampatia zawadi ya milioni 1 akifanya hivyo. Baada ya kusita kwa muda, alienda kumkabidhi simu hiyo katika hoteli aliyoelekezwa. Alipogonga mlango, hakuna aliyejibu. Alipoona mlango haujafungwa, aliingia ndani, ndipo alipogundua kuwa mwanamke alikuwa bafuni akioga. Ingawa alihisi aibu, mwanamke huyo alionekana wa kawaida. Alimwambia aiweke simu kitandani kisha achukue zawadi yake. Alipokuwa akiondoka, akamkumbusha ni bora afunge mlango wakati anaoga ili isije kuwa ni mtu mbaya atakayeingia kwenye mlango wake akamdhuru. Baada ya kuondoka, alirudi nyumbani na kulala, lakini asubuhi iliyofuata aligeuka kuwa muuaji aliyechukiwa na taifa zima. Mama yake aliposikia habari hizo, alimkimbilia polisi. Alimwambia polisi kuwa mwanaye hawezi kufanya jambo kama hilo. Hata aligawa vipeperushi akiomba uchunguzi wa ukweli ufanyike, lakini kwa sasa alikuwa mama wa mtuhumiwa, hivyo hakuna aliyemwamini. Ili kumwokoa mwanaye, alitafuta wakili aliyeitwa Wakili Min. Ingawa hakuwa na sura nzuri, alikuwa na uwezo mkubwa. Alimshauri kuwa njia bora ilikuwa ni Kwang kukiri ili kupunguziwa adhabu, lakini mama yake alikataa kabisa, kwani alijua mwanaye kuwa hana hatia. Katika mahakama, wakili wa mwathirika alitoa ushahidi kamili ulioonyesha kuwa Wang alimpa msichana huyo mimba mara 2 na kumchoma visu zaidi ya 31. Watu wa Korea walitaka ahukumiwe kifo. Wakili Min hakuweza kupinga ushahidi huo, hivyo alijaribu tu kupunguza adhabu. Alidai kuwa Kwang alikuwa na msongo mzito wa mawazo na kuathiriwa na michezo ya ukatili. Mwisho wa kesi, Kwang alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kuwa kitendo chake kilidaiwa kuwa cha kikatili sana. Ilitakiwa pia apate matibabu ya kisaikolojia kwa miaka 5 katika gereza la ulinzi mkali. Baada ya kusikika hukumu, yeye na mama yake walipiga kelele wakisema kuwa wametendewa kosa, lakini hakuna aliyewasikiliza. Alipokuwa akipelekwa gerezani, alikuwa akileta fujo, hivyo wakamchoma sindano ya kumtuliza. Alipoamka tayari alikuwa gerezani na hakujua namna ya kuishi humo. Alikuwa mpweke, alikuwa anakula peke yake. Hata nje alisimama pembeni bila kuzungumza na mtu. Wafungwa wengine wakaanza kumchokoza. Kiongozi wao alikuwa mwanaume mwenye kipara. Alipogundua kuwa Kwang aliletwa kwa kesi ya ubakaji, waliamua kumfundisha adabu. Kabla hajaeleza chochote, alitolewa nje na kupigwa. Askari wa gereza walijifanya kama hawaoni. Doksu alimwambia kuwa wafungwa wote walihisi fahari, kwani walikuwa wauaji au waliowahi kujaribu kuua, hivyo kumbaka mtoto wa kike ni jambo walilolidharau sana. Kwang alipoambiwa kuwa yeye ni mbakaji, alishindwa kujizuia na kumpiga Doksu ngumi. Hilo lilifanya hali kuwa ngumu zaidi, kwani alizungukwa na kupigwa hadi kichwa kikavuja damu. Mkuu wa gereza alipoona hivyo kupitia kamera, aliwasimamisha, lakini bado alimchapa Kwang kwa kipigo kikali kwa kuwa alimpiga Doksu kwanza. Baadaye akatiwa kwenye chumba kidogo chenye giza. Huko gerezani aliteswa, kupigwa na hata kubakwa. Alijaribu hata kujiua kwa kujing'ata mkono wake, lakini alizuiliwa. Mama yake alipomtembelea na kumuona katika hali hiyo, moyo ulimuuma sana. Bado aliamini mtoto wake hana hatia. Aliendelea kusimama mahakamani kumtetea. Hatimaye shahidi mmoja alijitokeza na kusema angeweza kuthibitisha kuwa Kwang hakuwa eneo la tukio siku ya tukio. Mama yake alimwambia asivunjike moyo, asubiri tu. Aliporudi gerezani, Kwang alijipa nguvu, akaanza kula vizuri na kufanya mazoezi, akisubiri siku maalum mahakama itakapofungua kesi upya. Alipata rafiki mzee gerezani aliyemfundisha mbinu za kupigana. Mzee huyo alimwambia kuwa anaweza kuona tu kuwa Kwang sio muuaji, lakini ndani ya gereza kuthibitisha hilo ni vigumu, hivyo kwanza alinde maisha yake. Siku moja Doksu aliwatuma wampige tena, lakini safari hii Kwang hakuogopa. Aliweka misumari ndani ya karatasi ili kujitetea na akawashinda wote waliomfuata.
Tangu hapo hakuna aliyethubutu kumgusa tena. Hii yote ilitokana na imani kwa mama yake. Lakini siku moja alipofikiri ni mama yake ndo aliyekuja kumuona, ilikuwa ni wakili Ming pekee. Polisi walimpa cheti cha kifo cha mama yake na hakuweza kuvumilia, alilia kwa uchungu sana. Kuan Yu alizama katika huzuni kubwa. Alikumbuka maneno ya mama yake kuhusu kuwa mvumilivu, lakini sasa hakuna aliyebaki kumtetea. Akaamua kuwa hawezi kuishi kama mbakaji ambaye kiuhalisia ni kwamba hana hatia. Alipaswa kudhibitisha ukweli. Siku inayofuata Kuan Yu alimtia hasira na kumkasirisha Doksu. Wakati pande zote mbili zikiwa zinapigana, Kuan Yu moja kwa moja alitumia kisu na kumkata Doksu kwenye uso. Wakati mlinzi wa gereza alipofika, Kuan Yu alijichoma kisu tumboni. Wakati Kuan Yu na Doksu wakiwa wamelala, mlinzi wa gereza alikimbia kupiga simu kwa ajili ya ambulance. Wote wawili walichukuliwa kwa haraka kwa ajili ya matibabu, lakini kwa kweli yote yalikuwa ni mpango wa Kuan Yu. Njiani wakati wakielekea hospitalini, ghafla Kuan Yu aliamka na kuwashambulia walinzi wa gereza. Walinzi hawakuwa na muda wa kujitetea na mmoja wao alishikiliwa na sindano kooni. Hakuwa na chaguo bali kumkabidhi Kuan Yu funguo za pingu. Kutokana na vurugu za ndani ya gari ilipoteza mwelekeo na kupinduka. Kuan Yu pia alitumia fursa hiyo kutoroka. Mlinzi wa gereza alitoa bunduki akitaka kumpiga risasi. Kuan Yu alisita baada ya kutazama macho ya huruma ya Kuan Yu, kisha akaweka bunduki chini. Labda naye alianza kuhisi kuwa Kuan Yu si muuaji kweli. Katika kila enzi yoyote, kujaribu kutoroka gerezani lilikuwa ni tukio kubwa. Polisi walianza kumtafuta Kuan Yu, lakini Kuan Yu alikwepa kijanja. Wakati akiwa katika hali ngumu, kwa bahati alikutana na wanandoa wawili ambao gari yao iliharibika. Baada ya Kuan Yu kuwasaidia kurekebisha gari, walimshukuru sana, wakampa lifti na wakamsaidia kumficha kugunduliwa na polisi njiani, lakini pia walimpa gari. Kwa wakati huu Kuan Yu hakuwa na mahali pa kwenda, hivyo hakuweza kufanya jambo lingine bali kwenda kwa wakili Ming. Wakili Ming alionyesha kuwa anataka kweli kumsaidia Kuan Yu, lakini aliwapigia simu polisi kwa siri bila Kuan Yu kujua. Wakili Ming alimwambia Kuan Yu kuwa shahidi aliyetajwa hapo awali alikuwa wa uongo. Alimwambia kuwa mama yake baada ya kugundua hilo aliona aibu na kuamua kujiua. Baada ya hapo wakili Ming alimpa Kuan Yu bracelet alizoachiwa na mama yake. Kuan Yu alizitazama hizo bracelet na kujihisi huzuni sana, lakini muda huo huo alisikia sauti za gari la polisi. Kuan Yu aligundua kuwa wakili Ming aliwapigia polisi. Kuan Yu hakuwa na sababu tena ya kukaa hapo na kusubiri kifo, hivyo aliruka kutoka dirishani na kutoroka. Kuan Yu alikuwa na dhamira ya kubaini tatizo katika kesi yake, hivyo alienda kwenye internet kwenye cafe moja. Kwa bahati alikutana na video kutoka kwa blogger mmoja ambaye baada ya kuchambua maelezo, blogger alihitimisha kuwa Kuan Yu hakuwepo mwanzoni mwa uhalifu, na blogger huyu alikuwa ni mwenzake wa ile michezo waliokuwa wanacheza mwanzoni, aliitwa Harriman. Harriman alimshtua Kuan Yu kutoka hapo mara moja, maana tayari mmiliki wa hiyo kefu alikuwa tayari ameshaita polisi na akamwelekeza mahali pa kukutana. Baada ya kuwasili kwenye hoteli, Kuan Yu aligundua kuwa Harriman alikuwa ni msichana mdogo na wala sio mwanamume. Jina lake halisi aliitwa Haiwul. Kwa kuwa Kuan Yu kwa sasa alikuwa akifuatiliwa, hakuweza kubaki hapo kwa muda mrefu, hivyo Haiwul alilazimika kumpeleka Kuan Yu kwenye makazi yake ya siri. Alipokuwa akiwasiliana na watu, Haiwul alitumia simu na kubadilisha sauti ya kiume. Ndiyo maana baada ya kupigia simu Kuan Yu alijifanya kuwa yeye ni mwanaume. Baada ya hapo akaandaa chakula. Wakati wa kula, Kuan Yu alimfikiria mama yake sana, akalia bila kujizuia hisia zake. Wakati huo mlango uligongwa. Haiwul alitaka kumsaidia Kuan Yu kuondoka katika hatia, hivyo alikusanya timu yake yote ya magemu, wakiwemo wale wa ngazi ya juu na wasio na kazi. Uzuri ni kuwa wote walimwamini Kuan Yu hakuwa na hatia, hivyo walianza kuchunguza. Haiwul aligundua kupitia video ya CCTV ya kwenye lifti ya hoteli ambayo siku Kuan Yu alipeleka ile simu, kulikuwa na roli kubwa lilionekana kwenye kamera, hivyo walitilia shaka. Baada ya kuchunguza, waligundua kuwa kulikuwa na kesi nyingi kama kesi ile ya Kuan Yu hivi karibuni. Kilichowashangaza ni kuwa hizi kesi ziligunduliwa haraka sana na polisi, na ilikuwa ni jambo la ajabu kuwa lori kubwa lilionekana karibia kila eneo la uhalifu. Ili kumtafuta mmiliki wa hilo gari, waliamua kugawanyika na kuchukua hatua. Walilipata lori kubwa sehemu magari ya zamani yanapotupwa. Walifuatilia lori hilo na kugundua kuwa linaelekea kwenye jengo moja kubwa. Kuan Yu aliamua kuchunguza peke yake ili kupunguza hatari. Haiwul alihaki mfumo wa usalama wa jengo hilo na kufuatilia kila harakati za mtu kupitia kamera, akiripoti kwa Kuan Yu moja kwa moja. Kuan Yu alifika mlango wa chumba alioambiwa, lakini alipokuwa ndani alishangaa sana kuona kilikuwa ni chumba cha mwigizaji maarufu wa Korea. Wakati huo kulikuwa na hatua nje ya mlango. Kuan Yu alijificha kwenye kona na kuangalia kwa makini hao watu walioingia humo ndani. Aligundua kuwa
kulikuwa na kikundi maalum cha kutengeneza ushahidi feki. Yote walioyafanya yalikuwa na mpangilio na ya kitaalamu. Chumba kiligeuka haraka na kuwa eneo la uhalifu. Alama za vidole na damu vyote vilikuwa bandia. Kwanyu alishuhudia kikundi hiki kikifanya kazi bila hisia. Ilionekana kama chumba hiki kilikuwa kimeandaliwa kama mtego. Alikumbuka kesi yake ilichukua chini ya saa 24 kutokea tukio hadi kukamatwa. Ushahidi ulikuwa wa kuaminika, hivyo alihukumiwa haraka. Hadi wakati huu Kwanyu hakuwa amejua kuwa Wakili Ming ndiyo kiongozi wa haya yote. Alikuwa na mfumo mkubwa wa jiji zima, na mara nyingi aliwasaidia baadhi ya maofisa kwa masuala yao binafsi. Yaani kama polisi wamepata kesi ya mauaji na muuaji haonekani, walimtumia huyu jamaa kumtengenezea mtu kesi ili wapate kupandishwa cheo. Kwa hiyo njia yake ilikuwa ni kumpata mtu wa kuchukua hatia kwa maafisa, kama wanavyofanya kwenye kifo cha mwigizaji huyu. Kwa hiyo alichokifanya, alitafuta msichana wa kumpa hiyo kesi. Baadaye wakachukua nywele na fingerprint zake ili anaswe na ushahidi huu kwenye eneo la uhalifu walilopanga. Hakika hawakuwahi kushindwa. Baada ya kurudi kwenye makazi ya siri, Kwanyu aliomba Highway kumpata mwanamke huyo kupitia alama za vidole. Baada ya muda wa kufuatilia, waligundua sauti ni ile ile ya yule mwanamke aliyepoteza simu na kumpigia Kwanyu ampelekee simu na atamlipa. Ina maana mpaka hapo sasa nafikiri hata wewe mtazamaji ushaanza kupata picha halisi jinsi ilivyo. Kwanyu aligundua anakoishi yule msichana kupitia mfumo wa GPS, lakini kabla Kwanyu hajafika pale, yule binti akawa ameshasepa ise. Wakati anarudi anakutana na hatari mpya. Baada ya Kwanyu kutoroka gerezani, Wakili Ming alitumia mbinu za kumwachilia Doksu na wafuasi wake kwa lengo la kumuua Kwanyu. Kabla Kwanyu hajajua cha kufanya, tayari alishataitiwa kwenye mikono ya Doksu. Alifungwa kamba na kupigwa sana. Wapinzani wa zamani walikutana tena. Doksu alikuwa mkali zaidi kuliko mwanzo, alimpiga sana aise. Ghafla polisi walifika na Doksu na wafuasi wake walikimbia, na Wang Yu alitumia fursa hiyo hiyo kutoroka. Kumbe ni Haiwul aliwaita polisi baada ya kuona kuwa Kwanyu yupo hatarini. Lakini kilichowashangaza, Doksu amejuaje mahali alipokuwa Kwanyu kwa haraka namna ile? Baadaye wakagundua kuwa lazima kutakuwa kuna GPS kwenye mwili wa Kwanyu. Katika kuangalia, aligundua kuwa kuna GPS kwenye zile bracelet alizopewa na Wakili Ming. Mmoja kati ya watu wake alifanikiwa kutengeneza drone na akagundua kuwa Wakili Ming ndo kiongozi wa haya yote. Kwanyu akaona hii vita wacha aimalize sasa. Akaenda akaweka nywele zingine nyingi kwenye ile sehemu waliopanga kumpa kesi yule binti. Hivyo Wakili Ming hataweza tena kujua nywele ya yule binti ni ipi. Lakini pia aliacha barua ya kumchallenge wakili, lakini wakili hata hakushtuka kabisa. Akaagiza timu mbili kwa ajili ya kutatua tatizo. Timu ya kwanza ni kumtafuta Kwanyu na timu ya pili ni kurekebisha tena mazingira ya sehemu ya uhalifu. Lakini Kwanyu na timu yake walikuwa wamejipanga raundi hii. Wakatuma droni ikaenda ikalipua gari la timu ya Wakili Ming. Hii ikazidi kumchanganya wakili kwa sababu muuaji halisi wa yule mwigizaji maarufu alikuwa ni binti wa Chairman Choi. Hivyo Chairman Choi alimtaka wakili atafute msichana mwingine wa kumpa hiyo kesi badala ya mwanaye. Lakini kabla hata hawajamaliza kuunda tukio lake, media zilishafika eneo la tukio na kuukuta mwili ukiwa kwenye kioo cha barafu, huku binti wa Chairman Choi akiwa kwenye hicho chumba. Hivyo akakamatwa na polisi. Baada ya taarifa kusambaa, Chairman Choi akawa na hasira sana, akampigia wakili akimkaripia sana. Baada ya hapo wakili akapigiwa simu na Kwanyu, na hapo anapata tena challenge nyingine kutoka kwa Kwanyu, ila wakili akajikaza na kuongea. Na baada ya kukata simu, wakili alikuwa amewaka balaa. Ghafla akagundua kuwa msaidizi wake wa kike alikuwa amezimia kwenye meza. Akagundua kuwa Kwanyu yupo maeneo yale, hivyo akaona ajifiche kwenye chumba chake cha siri. Kabla hata hajaingia, akasukumiwa ndani na Kwanyu. Alimpiga sana mpaka akakaribia kumuua kabisa. Wakili kila alipofurukuta, jamaa yuko naye tu. Yaani baada ya kumlegeza sana, akaenda kwenye kompyuta na kugundua kuwa taarifa zake zote ziko hapo. Akamwona pia mama yake alivyokuwa anateseka kwa kuomba msaada kwenye kesi ya mwanaye. Hapo ndipo wakili alipotoboa siri kuwa mama yake na Kwanyu sio kama alijiua, bali yeye ndo aliyemuua. Lengo lilikuwa ni kumfanya Kwanyu kupoteza matumaini kabisa ya kuishi. Baada ya kusikia hivyo, hakuweza kujizuia, hasira zake ziliwaka. Alimpiga sana. Ghafla akapokea simu, akasikia sauti za wenzake wakiomba msaada. Wakili akamwambia kuwa wenzake wote walikuwa wamekamatwa na Doksu. Kwanyu alikuwa amechomeka flash kwenye kompyuta ya wakili ili kupata ushahidi utakao mweka huru. Hivyo alikuwa anapoteza muda kwa ajili ya kudownload data zote kwenye hiyo kompyuta, lakini akaona hawezi kuhatarisha maisha ya wenzake kwa ajili yake, hivyo akaondoka kwenda kuwasaidia wenzake. Wakati akiwa njiani, wakili akampigia na kumwambia kuwa amepata fingerprint zake na anaenda kutumia kwa ajili ya kutengeneza ushahidi wa mwigizaji ili binti wa Choi aweze kuachiliwa na jamaa achukue hiyo kesi.
Aisee, ni noma sana. Huku Doksu anawapimia tu watu na risasi, wakajua wameisha. Ghafla taa zikazimwa. Hii ikawafanya Doksu